Kutoka 1:8, kukainuka mfalme mpya juu ya Misri ambaye hakumjua Yusufu. Israeli walikuwa wamebaki kama taifa tofauti na Wamisri, na walikuwa wameongezeka na kufanikiwa kiasi kwamba walionekana kama taifa la adui katikati ya Misri. Lakini Farao hakutaka kuwafukuza Waisraeli kwa sababu walikuwa mafundi stadi, wakiongeza utajiri mkubwa kwa taifa hilo. Kwa kuwakandamiza kwa utumwa wa kazi ngumu, alitafuta kuwatiisha na kuivunja roho yao. Ili liliposhindikana, mfalme alitafuta kupunguza idadi yao kwa kutoa amri kwamba kila mtoto wa kiume wa Kiebrania aliyezaliwa hai atupwe mtoni na kuzama. Ilikuwa wakati huu ambapo Musa alizaliwa na kufichwa na mama yake katika kikapu cha mafunjo, akawekwa mtoni na kuokolewa na binti wa Farao mwenyewe. Akilelewa kama mjukuu wa Farao, alichukuliwa kuwa sehemu ya familia ya kifalme. Lakini uaminifu wake ulibaki kwa watu wake mwenyewe. Musa alipomuua Misri kwa kumpiga Mwebrania mwenzake, alikasirisha ghadhabu ya babu yake wa kambo Farao, naye akakimbia Misri kwenda Midiani. Huko alimuoa binti wa Yethro, kuhani wa Midiani, mwabudu wa muumba wa kweli. Miaka 40 baadaye aliitwa na Mungu kwenye kichaka kilichokuwa kikiwaka moto ili kuwaongoza watu wake waliokuwa watumwa kutoka Misri. Sehemu iliyobaki ya hadithi inajulikana sana, lakini ukosefu wa ushahidi wowote umewafanya wasomi kutilia shaka ukweli wa hadithi nzima, kujaribu kupunguza uzito wa matukio hayo na kuyaelezea kwa misingi ya sayansi ya asili au kuyaelezea kama matukio ya kawaida yaliyokukuzwa kupita kiasi. Ron Wyatt aliamini yalitokea kama Biblia inavyosema, na wana wa Israeli walisafiri kutoka Ramesesi hadi Sukothi. Watu walipopewa sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, Mungu aliwaambia, kwa maana siku hii nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Andiko hili lilimwambia Ron waziwazi kwamba waliondoka Misri siku hiyo na kwamba Sukothi ilikuwa nje ya mipaka ya Misri. Musa alikuwa ameomba kuwapeleka watu safari ya siku 3 nje ya nchi ya Misri ili kumwabudu Mungu wa kweli. Lakini kwa amri ya Mungu, Musa alijua kwamba hawatarudi. Alikuwa Midiani alipokiona kile kichaka kilichokuwa kikiwaka moto na kuitwa na Bwana ili kuwakomboa watu wake kutoka utumwani. Na ingawa alikuwa ameambiwa angewapeleka kwenye nchi ya ahadi, walipaswa kwanza kufika kwenye mlima Sinai. Kwa maana Mungu alikuwa amemwambia Kutoka 3:12, hii itakuwa ishara kwako ya kwa mimi nimekutuma. Utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamtumikia Mungu juu ya mlima huu. Hivyo kutoka Sukothi walielekea Midiani na mlima Sinai, Kutoka 13:17. Na ikawa kwamba Farao alipokwisha kuwaacha watu waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa karibu. Maana Mungu alisema, wasije watu wakajuta hapo watakapoona vita na kurudi Misri. Wafilisti waliishi kando ya pwani. Katika historia yote inayojulikana, rasi hiyo tupu iliyo kati ya ncha mbili za bahari ya Shamu imebaki bila wakazi, isipokuwa vikundi vidogo vya Wabedui. Na eneo hili tupu na la kutisha liliitwa kwa usahihi katika simulizi la Biblia kama jangwa la bahari ya Shamu. Walipofika Esamu katika ukingo wa jangwa, walikuwa karibu kufika ncha ya kaskazini ya mkono wa bahari ya Shamu uitwao Ghuba ya Akaba. Lakini hapa ndipo Mungu alikuwa na mpango mwingine kwa watu wake. Bwana akanena na Musa akisema, waambie wana wa Israeli kwamba wageuke na kupiga kambi mbele ya Pi-Hahirothi kati ya Migdoli na bahari kuelekea Baal-Sefoni. Mbele yake mtapiga kambi kando ya bahari, kwa maana Farao atasema juu ya wana wa Israeli, wamenaswa katika nchi, jangwa limewafungia ndani. Kama wangeendelea na njia yao ya sasa, wangefika mahali salama hivi karibuni. Lakini badala yake, waligeuka kuelekea kusini na kuingia katika milima mikubwa ambayo haikuwa na njia ya kutokea. Bonde hilo lenye urefu wa maili 18, leo likiitwa Wadi wa Tir, lilijipinda kuelekea pwani, wakati mwingine likiwa na upana wa chini ya futi 100.
Walipofika baharini walipiga kambi, lakini kwa hofu kuu, kwani hapa hakika walihisi wamenaswa. Pia ni umbali wa maili 8 hivi kuvuka kutoka pwani ya Nuweiba. Ramani chache za kina cha maji ambazo Rona alizipata zilionyesha kuwa kina kutoka pwani ya Nuweiba hadi upande wa pili kilifikia upeo wa futi 900 hivi, kikishuka taratibu, huku kila upande kukiwa na miteremko mikali ya hadi futi 5000 hizi. Hakika ilionekana kuwa na njia chini ya maji ambayo ingeweza kupitika ikiwa maji yangeondolewa. Ron na vijana wake walipofika Nuweiba kwa mara ya kwanza, walienda upande wa kusini wa pwani. Yeye na vijana wake walivaa vifaa vyao vya kupiga mbizi na kuanza kuchunguza kile kinachoweza kuwa chini ya maji ya guba hiyo safi. Katika mbizi ya kwanza, Ron alipata magurudumu ya magari ya vita yaliyohifadhiwa na matumbawe yaliyojishikiza kwayo. Alipata ekseli ikiwa na sehemu za kila gurudumu bado zipo. Magurudumu haya ya magari ya vita yalikuwa magumu sana kuyaona na kuyatambua kwa sababu yamefunikwa na matumbawe na sehemu ambazo hazikufunikwa zimeoza. Mnamo Februari ya mwaka wa 1988 alipata gurudumu hili la dhahabu lenye spoku 4 katika eneo lile lile. Hakuna matumbawe kwenye sehemu kuu ya gurudumu kwa sababu matumbawe hayashikamani na dhahabu, isipokuwa tu kwenye eneo la kitovu ambapo mbao zilikuwa wazi ilipotoka kwenye gari la vita. Sawa, tuko hapa ufukweni ambapo Waisraeli walitokea walipotoka kwenye mfumo wa korongo ambao walikuwa wakiufuata, kwa kuongozwa na lile wingu, na bila shaka wakifuata Musa aliyekuwa akilifuata lile wingu, na wakatokea kwenye ufukwe huu na kuendelea kuelekea kusini, ambayo ni upande huu. Ulikuwa na ngome ya zamani ya Misri upande wa kushoto, pia Hairoth, na hivyo wakageuka kuelekea kusini, na bila shaka lile wingu likageuka kuelekea kusini, na hilo ndilo walilokuwa wakilifuata. Sasa korongo hilo au wadi kama yanavyoitwa katika sehemu hii ya dunia linaenea nyuma kupitia milima hii, na upana wake haupungui futi 75 hivi. Na bila shaka karibu mstari wa moja kwa moja kutoka Sukothi ya kale walikotokea hadi eneo hili. Huu ndio mlango wa korongo. Na ingawa leo tunaona barabara kuu ya kisasa kiasi, hapa walipotokea hawakuona chochote bila shaka. Jeshi la Misri lilipowakaribia likitarajia kuwafanya mawindo rahisi, nguzo ya wingu ilipanda kwa utukufu mbinguni, ikawapita Waisraeli na kushuka kati yao na majeshi ya Misri. Ukuta wa giza ukaingilia kati ya waliokuwa wakifuatwa na wafuatiaji wao. Wamisri hawakuweza tena kuona kambi ya Waebrania na walilazimika kusimama. Lakini giza la usiku lilipozidi, ule ukuta wa wingu ukawa nuru kuu kwa Waebrania, ukiijaza kambi nzima kwa mwangaza wa mchana. Kisha tumaini likarudi mioyoni mwa Israeli, na Musa akapaza sauti yake kwa Bwana. Naye Bwana akamwambia Musa, "Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Lakini wewe inua fimbo yako na kunyoosha mkono wako juu ya bahari na kuigawa. Na wana wa Israeli watapita katikati ya bahari katika nchi kavu."